Ni jambo la kawaida ambalo tumelishuhudia katika mila na desturi zetu za Kiafrika. Waume walio na wake wengi, mke wa mwisho ndio mara nyingi hupokea mapenzi mengi kutokea kwa mumewe, na pia ndio kuwa anapokea manufaa mengi, na pia yeye hutajwa haswa kama mrithi wa mali ya mumewe wakati mumewe anapoiaga dunia. Haikuwa ni kesi nyingine tofauti wakati rais wa Jamhuri ya Kenya wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta alipata kuiaga dunia mwaka 1978 Agosti. Wakati ule Mama Ngina Kenyatta akiwa ndiye mke wa mwisho na wa pili ambaye alikuwa hai katika maisha yake Kenyatta kwa wakati ule. Ukimkumbuka Kenyatta alikuwa na wake wanne, wa kwanza akiwa na Grace Wahuu Kenyatta aliyemuoa kama mkewe wa kwanza mwaka 1919, wakati ule Kenyatta akiwa hajajitosa katika siasa akitambulikana kama Johnston Kamau. Na wa pili mke wake Kenyatta alikuwa ni Edna Clark wa kutokea nchini Uingereza, ambaye pamoja na Kenyatta walipata kuchumbiana mwaka 1942 na kuweza kujaliwa kumpata mtoto wa kiume Peter Magana Kenyatta. Samani sijakwambia ya kwamba alikuwa na watoto wawili. Mke wa kwanza wa Kenyatta alikuwa na mtoto wa kwanza wa kiume Peter Muigai Kenyatta aliyekuwa mbunge wa Juja, ila akapata kufariki dunia. Na wa pili alikuwa ni Margaret Wamboi Kenyatta. Sasa akaja wa pili akawa ni mke wa pili Edna Clark yule Mwingereza, akapata kujifungua mtoto wa kiume Peter Magana Kenyatta. Ila Kenyatta mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia kuisha, akarejea nchini Kenya na kumwacha Edna pamoja na mwanawe Peter kule nchini Uingereza. Akaja nchini Kenya. Baada ya kukaa nchini Kenya kwa muda, mwaka 1946 inaaminika Kenyatta alipata kumchumbia mkewe wa tatu akitambulikana kama Grace Wamboi Kenyatta, huyu akiwa ndiye mkewe Kenyatta wa tatu. Ila huyu hakukaa sana. Baada ya kujifungua mwanawe wa kwanza mwaka 1951, that is the year 1951, akapata kuiaga dunia katika harakati za kujifungua mwanawe ambaye anatambulikana kama Jane McKenna, ama ukipenda Jane McKenna Wamboi Geshaga, ambaye ni mamake aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni wa jumba la KICC Nana Geshaga. Sasa baada ya kuaga dunia kwa mkewe wa tatu, ndipo Kenyatta alimuoa Mama Ngina Kenyatta, ambaye inaaminika mpaka wa sasa ndiye ambaye alipata kurithi karibia utajiri wote wa Mzee Jomo Kenyatta baada ya kifo chake mwaka 1978. Ila Mama Ngina aliwezaje kupata urithi huu? Na kulikuwepo na watoto wa Kenyatta walikuwa watu wazima, mpaka walikuwa na umaarufu na pia walikuwa na majina ya kutajika katika siasa za Jamhuri ya Kenya. Wakati Kenyatta ameiaga dunia mwaka 1978, alikuwa kitini mwanawe wa kwanza wa kiume Peter Muigai Kenyatta, akiwa ndiye mbunge wa pili katika eneo bunge la Juja, wakati ule akishinda kiti kile kwa mara ya kwanza mwaka 1974 bila kupingwa, maana alikuwa akishindana na Gitu Kahengeri ambaye alikuwa ndiye mpinzani wake mkuu, ila Kahengeri aling'atuliwa na kuweza kuondolewa katika kiti kile. Hivyo kulikuwa na uwezekano mkubwa sana ya kwamba wakati Kenyatta ameiaga dunia, ambaye alikuwa anapaswa kurithi utajiri wake babake ni Peter Muigai Kenyatta. Ila Mama Ngina Kenyatta akawa ndiye ambaye alipatiwa the upper hand ya umiliki wa Mzee Jomo Kenyatta. What really happened? Na aswa ni nini kilitokea? Mwaka 1979 mwezi Septemba, ikiwa ni miezi chache, mwaka mmoja tu baada ya kifo cha Rais Mzee Jomo Kenyatta, Peter Muigai Kenyatta
taarifa ziligonga vyombo vya habari ya kwamba mwanawe Kenyatta wa kwanza aliyekuwa akidhaminiwa ya kwamba wakati mmoja ataweza kuja kushikilia ushukani kama rais wa Jamhuri ya Kenya alikuwa keshaaga dunia. Chanzo cha kifo chake Peter Muigai Kenyatta kikisalia ni kitendawili. Watu wengi walijaribu kukitegua, lakini mpaka hii leo hamna aliyewahi kukitegua, fununu zikidai ya kwamba kulikuwa na uhusika mkubwa wa rais wa wakati ule Daniel Toroitich arap Moi pamoja na aliyekuwa mjane wake rais mzee Jomo Kenyatta ambaye ni mama Ngina Kenyatta, katika yote ambayo yalipelekea katika kifo chake Peter Muigai Kenyatta. Akifariki wakati ule, Peter alikuwa na miaka 58. Hivyo yeye alikuwa mzee kumpiku mama Ngina, na pia alikuwa na umaarufu na uelevu mwingi sana katika siasa na kuendesha biashara. Pia pale kando yake Peter alikuwepo dadake Margaret Wamboi Kenyatta. Hawa ndio walikuwa wakipaswa kumiliki urithi wa babao, na ndio walikuwa wakipaswa kuendeleza biashara za babao, lakini urithi wote na mali yote ikapokezwa mama Ngina, wakati ule akipewa support kubwa sana na Daniel Toroitich arap Moi. Maana Moi aliamini ya kwamba kama mzee ameiaga dunia, basi familia ya mzee imeachwa mikononi mwangu, na haswa mkewe aliyempenda sana mzee ni mama Ngina, maana ndiye alikuwa mke wa mwisho. Kumbuka mama Ngina aliweza kuoleka na mzee Kenyatta mwaka 1952 baada ya kifo cha mkewe wa tatu, na alimuoa mama Ngina ili aje amsaidie kulea mwanawe ambaye alikuwa ni Grace Makena na asamani ni Jane Wamboi Makena Kenyatta. Tunaelewana? Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na baada ya kuweza kupewa ushawishi huu, hapa ndipo Ngina Kenyatta aliweza kuchukua uongozi na kutumia akili yake pamoja na familia yake. Kumbuka nduguye Ngina Kenyatta akitambulikana kama Muhoho ndiye aliyekwenda na akaja kumiliki kiti chake Peter Muigai Kenyatta, ambacho kilikuwa ndio kiti alichokuwa kikikalia kama mbunge wa eneo bunge la Juja miaka 5 baada ya kifo chake Peter Muigai Kenyatta. Ndio maana maswali ya dukuduku bado yamesalia na watu bado wana maswali tata. Aswa Ngina Kenyatta alihusika vipi katika kuifinyilia familia wake, kuwafinyilia watoto wa wake wengine kutokea katika familia ya Kenyatta, ndipo yeye pamoja na wanawe wawe mpaka ileo ndio wanaosema katika familia ya Kenyatta. Kumbuka Ngina ana watoto wangapi? Anaye binti wa kwanza Christina Pratt, akiwa ni wa pili ni Uhuru Muigai Kenyatta, watatu akiwa ni dadake Uhuru Kenyatta Nyokavi Kenyatta, akiwa ni wa mwisho ni nduguye wa mwisho Uhuru Kenyatta, ambaye pia inaaminika he is the think tank wa familia na biashara za mzee Jomo Kenyatta na familia yake kwa jumla, Muhoho Kenyatta. Hiyo ndio story na kisa jinsi ambavyo mama Ngina Kenyatta alihusika katika kunyanyasa na kufukuzia mbali wake wenzie Kenyatta, akasalia yeye ndiye mrithi wa empire ya mzee Jomo Kenyatta. Ni hayo kwa sasa, dau, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE, usibanduke kabla ya kusubscribe.